Habari ndugu mteja, tupo katika mwendelezo wa video zetu za namna gani ya kutumia application ya Evanderpost, na kupitia video hii tutaenda kuangalia namna gani ya kurekodi mauzo baada ya kupitia process ya kwanza kusajili bidhaa. Process ya pili ambayo tunaenda kuiangalia ni namna ya kurekodi mauzo. Kama ninavyokuletea mwongozo hapo, utaingia sehemu ya wauza bidhaa, lakini pia kuna hii button hapa chini. Ukirudi kwenye home, kuna hii button imeandikwa uza bidhaa. Kwa hiyo utaingia hapo uza bidhaa. Utakuta listi ya bidhaa zako ambazo tayari umeshazisajili kwenye akaunti yako. Kwa hiyo nikitaka kuuza bidhaa au kurekodi mauzo, nitachagua bidhaa husika ambayo imeuzika. Kwa mfano labda t-shirt mikono mifupi, nitaigusa hiyo t-shirt. And then baada ya hapo kwa chini kuna hiyo kati itatokea hapo, amekwambia uza. Kwa hiyo nitaigusa hiyo sehemu. Nikigusa itanipa bidhaa ambayo tayari nimeshaichagua pale. Kuna sehemu ya idadi, kama bidhaa nimeuza labda zaidi ya moja, nitaweka hapo idadi ya bidhaa ambazo nataka kurekodi. Labda nimeuza 3 kwa shilingi 25,000. Baada ya hapo chini kuna button imeandikwa uza upande wa kulia. Nakuja nabonyeza hiyo button, itaniambia jumla kiasi ni 75,000 kwa hizo t-shirt 3. Chini kuna njia za malipo, imelipiwa pesa kwa cash, mobile money au bank. Utachagua njia moja wapo ya malipo ambayo mteja amefanya. Baada ya hapo chini utabonyeza uza kwa ajili ya confirm. Baada ya hapo atakwambia payment successful, na maana umefanikiwa kurekodi hayo mauzo. Itakuonyesha na kiasi ambacho mteja amelipia kabisa. Kwa hiyo ukitaka kurudi nyuma, unabonyeza hapo new sale, unaendelea. Kama ni kurekodi bidhaa nyingine, utaendelea kurekodi mpaka kufikia hapo. Utakuwa tayari umefanikiwa kujua namna gani ya kurekodi mauzo kwenye application yako ya Evanderpost. Asante kwa kunisikiliza.